Karibu tena katika darasa la afya ya uzazi, na leo katika afya ya uzazi nakuja kueleza changamoto moja ambayo huwa haielezwi sana, lakini inawakumba watu wengi na wanaathirika nayo. Tunaangalia tatizo la kuogopa kushiriki tendo la ndoa. Hii kitaalam au Kiingereza tunaita sexophobia. Ni ile hali ya kuwa muoga kupita kiasi wa kushiriki tendo la ndoa. Jambo hili linawaathiri kina mama, lakini pia vijana wa kiume wapo ambao wana changamoto hii. Sasa kwa kuliangalia kwa upana, sexophobia ni hali ambayo imegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza, kuna wale ambao wanaogopa kushiriki tendo la ngono kiujumla. Yaani ukimgusia tu masuala yanayohusu kitandani, basi ugomvi huwa unaanzia pale. Na mara nyingi watu hawa hawahitaji hata kuingia katika mahusiano. Badala yake huwa wanatumia muda mwingi kuweza kujimaliza wao wenyewe. Kwa maana ya kujichua kwa upande wa kina mama na kupiga ponyeto kwa upande wa kina baba. Wanaenda hivyo hadi wanaathirika kabisa. Yaani ukimgusia swala la mahusiano anapata hofu sana, hasa linapokuja swala zima la kushiriki tendo. Hili ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili, kuna wale ambao hawaogopi kuingia katika mahusiano na hawaogopi kuanza lile tendo lenyewe, lakini kile kitendo cha kushiriki ngono kikianza, ndipo uoga unaanzia pale. Maana yake ni kwamba utamuingiza ndani, mpo kitandani, mmeanza kujiandaa vizuri, umemwandaa pale, yuko safi tu, anakubali kuona maumbile yako, hana shida kabisa, anakubali. Lakini ikifika ile hatua sasa ya kiungo cha mwanamume kuingia kwa mwanamke, hapo ndipo kazi inapoanza. Anaogopa kiasi kwamba tendo hilo halitafanyika hata umlazimishe kiasi gani. Hili ni kundi la pili. Kundi la tatu ni lile kundi ambalo lenyewe linaogopa tu kiungo husika cha tendo. Hasa kundi hili wapo kina dada. Yaani mwanamume akikutana naye chumbani, labda wanaweza wakakisi vizuri, wakafanya vitu vingine, lakini akitoa tu uume wake, basi binti huyu pale pale hisia zote zinakata, kila kitu kinakata, anapata hofu kweli kweli, na mwisho wa siku anakimbia au anaachana moja kwa moja na tendo hili. Kwa hiyo hili ni tatizo la kisaikolojia ambalo wewe dada unaweza ukawa nalo na wewe kaka unaweza ukawa nalo. Lakini nini dalili zinazoonyesha kwamba huyu ana tatizo la sexophobia? Ziko dalili kama kwanza kabisa kutetemeka. Unaingia na mtu chumbani kuweza kushiriki tendo la ndoa, yaani ile mnaanza tu process, basi unakuta mtu anatetemeka isivyo kawaida, jasho linamtoka, mwisho wa siku anakuambia hapana, siwezi, anahema kweli kweli. Sasa kujiuliza shida iko wapi? Ni sexophobia. Lakini sweating, kuvuja jasho lisilo la kawaida, kupumua kwa shida, mapigo ya moyo yanaenda mbio kweli kweli, hizi ni dalili ya kwamba una changamoto ya sexophobia. Lakini kuna zile dalili za kisaikolojia kama vile kupaniki. Unaweza ukajikuta una paniki ghafla, anza kujiuliza huyu mtu imekuaje, kitu kidogo basi anatafuta namna ambavyo anaweza akaondoka sehemu ile. Au pili, msongo wa mawazo. Anaweza akajikuta hapo katika msongo wa mawazo kiasi kwamba ile mudi yote ya kushiriki tendo inaondoka, na ukimgusa mtu huyu kama ni mama, basi anakuwa ni mkavu kiasi kwamba huwezi ukamwingilia kwa namna yoyote ile. Lakini sababu nyingine, dalili nyingine ni kukosa ile hamu ya kushiriki lile tendo. Yaani hamu inakata ghafla. Mlikuwa mnaandana vizuri, mwili wake umeitikia, alipoona kiungo chako, basi hamu yote inakata, kila kitu kinaishia pale. Hii ni sexophobia. Lakini tunapozijua dalili, je, nini sababu inayopelekea changamoto hii? Sasa hapa
Ziko sababu za kibinadamu, ziko sababu za kisaikolojia, ziko sababu za uoga, zote tutaenda kuziangalia hapa. Sababu za kibinadamu, hii inatokana na labda makuzi ambayo amekulia. Kuna watu wanakuwa katika makuzi ya kiimani sana, yaani kalelewa nyumbani, mama shehe, baba ni shehe, mama ni kiongozi wa msikiti, na amelelewa katika misingi ya kiimani sana, kiasi kwamba ngono anaichukulia kama ni jambo baya sana, hadi pale ambapo ataingia katika ndoa. Sasa ile inaweza ikaathiri saikolojia yake, hata siku akiingia katika ndoa basi anapata uoga huu. Au la, amekulia katika mazingira ya Kikristo, mazingira takatifu sana, binti ambaye ni mtakatifu, siku akiingia katika ndoa basi anaweza akajikuta yuko na hali hii. Lakini sababu ya pili ni jambo la uoga. Hii hasa kwa kina baba. Uoga, yaani kwa mfano umeshiriki tendo kwa mara ya kwanza, ikatokea labda umemaliza haraka sana, umemwaga haraka sana, haujamlizisha mpenzi wako, na ukaona kabisa yule mwanamke ambaye umetembea naye haujamlizisha. Sasa ile hali unaweza ukaibeba kwamba mimi niko na mapungufu gani? Kumbe siwezi kushiriki tendo la ndoa, mbona nimefanya hivi? Yale maswali yanaanza kukuathiri kisaikolojia. Mwisho wa siku unajikuta tayari una tatizo la kuogopa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo hata siku nyingine ukikutana na mwanamke huyo, basi ile akili ya kwamba mimi siwezi inaanza kukuathiri. Mwisho wa siku hata uume unashindwa kusimama. Kuna wengi tu ambao leo hii wanasema wana matatizo ya nguvu za kiume, lakini kumbe hawana matatizo ya nguvu ya kiume, bali wana tatizo la kisaikolojia ambalo linawafanya waamini ya kwamba wana matatizo, kumbe hawana. Hii ni sababu pia. Lakini sababu nyingine ni kutokana na maumivu ambayo uliyapata ulipojaribu mara ya kwanza. Yawezekana binti, siku ya kwanza ulijaribu kushiriki tendo, basi ile purukushani ya kuanza ukapata maumivu makali sana yasiyo ya kawaida. Sasa yale maumivu yanaendelea kuchanganya akili yako kwa kudhani ya kwamba hata siku nyingine ukishiriki basi utapata maumivu ya namna ya ile. Kwa hivyo unaanza kutengeneza uoga usio wa kawaida. Uoga huu basi ndio ambao utakufanya uweze kuathirika na mwisho wa siku ukapata hili tatizo la sexophobia. Tunapozijua sababu, tunajiuliza, je, kuna tiba ambayo inaweza ikakusaidia kuondokana na changamoto hii? Tiba kubwa, ziko tiba za kisaikolojia na ziko tiba za kimatibabu. Tiba za kisaikolojia hii, mimi mtaalamu wa kisaikolojia, unaponieleza tatizo lako, basi nitajua namna gani ya kuweza kufanya repair ya ile sehemu ambayo imeathirika kisaikolojia. Lakini tiba za kimatibabu ni pale ambapo ulikuwa umeathirika na kitendo hiki, lakini ukawa unajimaliza wewe mwenyewe. Kama ni baba, unaogopa kushiriki tendo la ndoa, lakini usiku unapiga punyeto, au mama unajijua. Kwa mwisho wa siku tayari unapata madhara ya vitendo hivyo ambavyo unavifanya. Kwa hivyo hapa lazima upate kwanza msaada wa kisaikolojia, lakini pili upate msaada wa kimatibabu. Ziko tiba za asili, unaandaliwa, unatumia, kila kitu kinakuwa sawa. Lakini pili, kuna msaada wa kiroho ambao huu nao pia ni muhimu, ili kutambua ya kwamba unachokifanya sio sahihi na unachokifanya kingine pia ni sahihi. Kwa hivyo hii itajenga upya akili yako. Kwa hivyo tatizo la sexophobia lipo na wapo wengi wanaathirika. Kwa hivyo unapokutana na binti ana tatizo hili au kaka ana tatizo hili, basi usije ukamuona ni kiumbe cha ajabu sana, au ukamlaumu kwa nini umefika katika hatua hii alafu hauhitaji kufanya kitendo hiki. Kuna wengine wanaolewa lakini huko katika ndoa yao pia changamoto.
kila siku mume anakosa tendo la ndoa, binti anaogopa kweli kweli. Sasa usije ukaona kwamba ana shida, muone mtaalamu wa saikolojia aweze kuongea na binti huyo, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa mlionisikiliza, basi na imani kuna kitu mtakuwa mmepata. Asanteni sana kunisikiliza, msisahau kusubscribe. Tukutane katika makala ijayo. Lakini kama una changamoto hii au yoyote inayohusiana na afya ya uzazi, namba zangu za WhatsApp ziko hapo. Karibu uweze kupata elimu na vyakula tiba ambavyo vinaweza vikaondoa changamoto yoyote ambayo uko nayo. Asanteni na muwe na siku njema.